Majina yangu ni Samuel Kipkoech Rono. Mimi natoka Ariuma constituency, mahali inaitwa Ngalia sublocation, Kaparus Pile. Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩramũrĩka rũgano rwa mũndũrũme ũyũ ũrĩa ũikarĩte njera mĩaka ĩrakinyĩria 10 na ndarĩ na mũthenya wa kuma njera. Nimekaa sasa ni miaka ya 9 naelekea 10 sasa. Naelekea 10. Na saa hii niko na kifungo ya life, kifungo ya maisha ambayo ninasukuma saa hii. Vile nimepanga, mimi sichukui kwa kichwa yangu kama nitakaa jela maisha. Mimi ninatumaini, ninayetumaini kutoka. Ninayetumaini hata ngawaji mimi niko jela, mimi nangoja tu ni kama mimi nitatoka tu. Kama si mwaka huu. Mimi naweka tumaini langu hivyo. Mimi nitatoka mwaka huu. Saa nyingine mimi nasema mimi nakula leo Christmas haya. Na hiyo hiyo miaka natoka. Ingine tena mimi nasema mwaka ile sasa hawezi kupita. Ndio mimi naweka tumaini langu kwa Mungu hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu saa hii mimi nafanya petition. Simu yangu. Na nimeenda kotini mara 10. Mimi sitarudi tena. Kwa sababu gani? Nikitoka nje na basi au chance ambayo nimepata. Chance ile mimi nimepata. Nitachunga kama mayai. Nitachunga hiyo nafasi. Nikiona kitu huko mimi naepukana mapema sana kwa sababu nimejua hata hakuna kitu ambacho naweza kuja mimi saa hii alafu nifanye makosa. Hata upige mimi. Unaweza piga mimi mpaka utoke, lakini mimi siwezi kuza wewe. Uyu arehirwo njera nĩ ihĩtia rĩa ũragani na ndareganaga narĩo. Sasa nilifungwa condemn. Kifungo yangu nilifungwa condemn kwa sababu nilisababisha hiyo makosa ya mada. Mimi nilisababisha hiyo makosa. Sijakataa hiyo makosa. Nilifanya kweli. Nilifanya hiyo makosa. So kitu ambayo iko saa hii nikiwa hapa nimejutia sana. Ũritũ wa cira wake arauga ahĩngĩcirwo nĩ wakiri wake. Haiya Ili koti asihurumie mimi, koti yana makosa aliamsha mimi. Yule mwakili wangu ndiye alilamasha mimi katika kusema ya kwamba usikubali makosa. Na mimi nilikuwa nimekubali mara ya kwanza kama hiyo mwakili wangu haikuwa hapo. Na alikuwa sichapewa wakati nilisomea Biblia kwanza. Nikakubali. Alafu baadaye mwakili wangu namwambia usikubali, kataa. Sasa mimi nasema kama mwakili amesema kataa, simitafuata yeye kwa sababu anajua. Kumbe natanganya mimi alafu nifungwe. Na kama ningeendelea kivyangu bila mwakili, sasa Mungu angekuwa ameniwaachilia kwa sababu nilikuwa nimesema ukweli. Nilikuwa namwambia tatu kweli ya kwamba nilipenda. Na nikaelezea tatu kwa uri vile nilifanya. Hapo baadaye wakati nilirudi kotini mara ya pili nikawaambiwa mimi sasa mwakili wako ndio. Sasa mwakili yule alipewa wakati nilienda kotini, yeye mwenyewe ndio alisema usikubali. Mpaka nikakataa kweli. Na kumbe nilikataa. Alafu yeye ajione kama ameshinda kesi afunge mimi. Sio, nilifungwa kweli. Kitu ambao iko kwa mawazo yangu nikisemekana nimefungwa maisha kabisa. Hakuna kutoka. Sasa hiyo mimi nimeingiza ndani ya moyo wangu yote. Nimeingiza ndani ya Mungu. Nimeingiza maisha yangu kwa Mungu. Nimewaachia kila kitu. Iwe nikufie wapi, iwe nifanyikane aje, iko mikononi mwa Mungu. Gũkũ njera akoretwo akĩrũmbũyania na gũthoma maũndũ matiganĩte. Arauga njera nĩkuo amenyeire maũndũ maingĩ ona gũkĩra marĩa eyoneire ũtũũro ũrĩa atũũrĩte. Mimi sasa ni mwanafunzi katika hapa, na mimi tena nasaidia kuhubiri neno la Bwana. Nahubiria hawa katika dhambi zao na kubali Yesu. Mimi sitaki kupoteza wakati wangu kwa jela. Na mimi nina nia nzuri sana. Nasikia kusaidia watu wengi sana. Mimi nikifika raia nitakuwa mafundisho. Nitafundisha watu wa area yangu
kwanza vijana nitamwambia chief yangu alete mkutano fulani, hata mkutano yote ya chief nitaenda pale. Alafu nifundishe vijana aepukane na mambo ya kibali, asitembee na watoto wa shule, aachane kabisa, asitembee kufuta hii bangi hii ni kiraiko hii. Hiyo tena anaharibu mwili, hiyo tena ni kitu ambao anaharibu mwili kabisa. Mara ya pili au ya tatu, wazazi wenyewe nataka nikiitisha wazazi nieleze ya kwamba afundishe watoto wao apate mafundisho msawa ili apukane na hii matendo. Nina kitu sana kusema ya kwamba watoto yangu wakati nilikuwa raia, mimi naona kama sikuwa najua kitu, kwa sababu leo hii mimi kuta watoto yangu mimi naweza fundisha mpaka aende laini nzuri. Pamoja na kitu ile nimeona jela, nilikuja kuondoa hata ngawaje mimi nilikuwa nasema mimi najua kitu kwa raia, sikuwa najua kitu. Kwa sababu hapa mafundisho ambayo nilipata hapa ni na nimejua mabaya na mazuri. Mtu akiongea mimi nakuondoa huyu kabisa, kusema kweli, kwa sababu nilisomea hii masomo ya psychological counseling kwa muda mfupi sana ya mwezi 6. Mtu akiongea masomo ile naongea, mimi nakuondoa huyu kabisa, kusema kweli ninaweza ona kama hayuko laini vizuri, kwa sababu naelewa yeye. Watafanirie ũragani nĩkĩ na nũ woragire? Tarehe 29 mwezi wa 5/3 niliamka vizuri na kupanga kazi yangu bila kujua nitakuja jela au nitafanya makosa. Kwanza sikuwa najua nitafanya nini makosa, na nikaenda sokoni, nikaenda fanya shopping yao, nikanunulia watoto vitu ambavyo nimenunulia na kukuja nyumbani. Nilikuwa kama saa 7. Nikaanza kusema wacha niende kuweka fence shamba ya jirani yangu hapo ambao tunapakana na yeye. Nikashika panga yangu na kushika ile miti ya kusukuma naye mipa. Nikaenda nikapitia shortcut ambayo nilimwambia nipitia shortcut ya kupitia ndani ya mimi kupita mtoni huko. Nilishangaa nikute jirani yangu akifanya mapenzi na mke wangu, na hapo sikuamini ya kwamba ni mke wangu. Ikabidi nikaribie yeye nisingilie vizuri, nikaona ni yeye kweli. Wakati nilipoona ni yeye kweli, nikastuka. Basi nikafanya hiki kitendo kile nilifanya. Nilikata huyu mtu, nikakata mguu. Safari yake na mke wangu ya kutenda hiyo kitendo alikuwa ameanza zamani. Siku hiyo tu ndio nilipata kutoka hapo. Saa hiyo mimi naenda police station kuripoti, na nikaripoti kwa police investigation officers, kaenda kule raia kufanya hiyo investigation. Sasa nikapelekwa jela. Wakati nilipoenda jela, huyo mtu pia aliwaambia umati ya watu ambao walikuwa pale ya kwamba makosa sio ya yule yangu, samehe yeye alafu na samehe mimi. Na baadaye akatuma mtu kabla atakuja kwa sababu nimaliza kukutana, akatuma mtu watu wawili akuja omba mimi msamaha kwa jela. Nikamwambia yeye mimi nasamehe, na kweli nilisamehe. Na bahati mbaya siku hiyo akaenda akakufa. Arauga marakara nimo macũngĩrĩirie atabanie ngero ĩno ya ũragani. Alikuwa ameanza mapema, alikuwa ameanza zamani, kwa sababu hata hapo mbeleni nilikuwa tayari nimeshapata. Hata wazee wa kijiji nilikuwa nimefanya hiyo kesi. Nilifanya kesi mara nyingi. Na akifanyanga hiyo kesi huyu mtu na kusema nimesamehe, mimi naomba msamaha. Nimesamehe. Nikasamehe kweli. Mimi nafikiri na hapo hata sikusikia vile nilifanya hiyo kitendo bila hata kusikia, kwa sababu nimeona anafanya hiyo matendo na kiwango. Roho yangu aliruka tu mpaka nikapenda hiyo kitendo. Chamba ambalo mimi siko fahamu nasema hata kumbe ningewaachia. Kama ningejua ningewaachia hivi hawe.
awachie mimi watoto na aende na hiyo, kwa sababu hii nimeona ya kwamba nimekosea kwa sababu hii bibi yangu sasa anategemea sasa, sijui nini aliingilia. Hiyo ni mambo ya kiusinzi tu, yaani usherati ndio alifanya yeye afanye hiyo. Sasa ni nini? Na mimi nilikuwa nyuma, ni nini alisababisha hiyo? Shida yake tu ndio alisababisha afanye hiyo. Yeye ni bibi yangu, na nina watoto 7. Vijana 2 wameoa na wasichana 2 wameolewa, na kuna wengine 3 wako nyumbani wanasoma. Na saa hii huyu mke wangu tangu aniombe msamaha, mimi nilisamehe kabisa ndani ya moyo wangu. Nasamehe kabisa kama vile Yesu alinisamehe. Nilioa yeye kabisa kwa harusi. Sio bibi ambayo niliokota, bibi ambayo nilioa kwa harusi. Ndio hii nilioa kwa harusi, na bado mimi napenda yeye sasa. Riu no kwirira arerira na rikorwo ona ni guthie ndathire maireria. Nilisikia ubaya sana, nilisikia uchungu sana, kwa sababu wakati niliposikia uchungu sana nikaona sasa, angalia sasa, kama ningejua ningewachia huyu mama, ningewacha na singefanya hiyo makosa tena. Hapa nikasema hivi, ninafikiria kitu ya kwamba kama ningejua ningewacha hata hiyo nyumba niende kuishi kando huko, ili niepukane na hii kitendo, nisione hii kitendo ambao natendeka, nikae kando kabisa. Mimi nilituma msamaha mwingi sana, nilituma watu wengi kuomba msamaha, kwa sababu kweli nilikuja kuta ya kwamba nilikosea huyu, nilikosa, kwa sababu kusababisha hiyo kitendo hiyo sio mzuri. Na saa hii nimeomba hata hiyo familia, hata kijana ya huyo mtu alikuja kuona mimi kwa jela, nikamwambia mama yako anisamehe, na alienda kweli na akasamehe mimi kweli. Kwa hao familia saa hii hana maneno. Arauga tiga ni njera utoro wake ni ungihandite wega. Makosa kwanza hapa ambaye ameleta watu hapa, 70% analetwa na wanawake. Ikiwa mada, mwanamke hawezi kosa ndani. Ikiwa robbery, mwanamke hawezi kosa ndani. Ikiwa development, hiyo imeleta watu tena kwa wingi zaidi kushinda hata wengine. Sasa makosa yote ambayo iko kwa jela hii kwa wingi anahusika na wanawake. Ndio mimi nashangaa saa hii wanaume ndio inakuwa chache. Hizi wanaume siku hizi inakuwa chache. Tutaishi aje? Kwa sababu tukienda raia kama vile mimi nasema saa hii, ukikaa kando, mimi mwenyewe niseme nikae kando kwa nyumba nyingine, au nikondeze land nikae hapo na nifanye biashara yangu, na biashara yangu hao wanawake akiona tena biashara yangu naleta pesa, anachileta peke yao, na anachileta mpaka hii nyumba yangu. Kitu mimi namwambia wanaume wote wa Kenya, acha hatari na wanawake. Mimi naomba Mungu usiku na mchana mpaka mimi nalia machozi, mpaka mate sofa mahali mimi nalalia anakuwa maji. Kwa sababu gani? Nikimlilia Mungu, Mungu ananilia mpaka machozi natoka. Kwanza mimi namwambia Mungu, niingie ndani ya kupendeza Mungu, na mfutilie mbali dhambi zangu zote na unifanye upya. Nilikuwa nimepangia watoto wangu wasome wote, aende mpaka Rivaro. Nilikuwa nataka hata asipopita tu form 4 aende university, nipite shortcut. Kuanzia certificate, usome certificate. Kisha pata certificate, unaenda somea diploma, unapata hiyo diploma, unaenda ile diploma level 2. Ukipata level 2 ni nini tena? Si ni university, si unapanana na watu wote. Ndio kitu ambao mimi nilikuwa natakia watoto wangu wapate. Saa hizi watoto wangu niko, mimi naomba tu Mungu, kwa sababu wale wengine 4 wameoa na wameolewa, mimi naombea Mungu aniwaachilie tu kwa chela, niende sukume hao. Kama sitaachilia ni Mungu tu, Mungu tajua sasa bila atalinda, kwa sababu hata hao familia yangu mimi nawaachia Mungu.
Na maisha yako ukitaka kufunga nini? Maisha yangu kama sitaachiliwa, mimi nitakaa tu, kwa sababu hakuna namna nyingine. Sasa nifanye nini? Na sitaki kusumbuka. Kitu ile mimi naona hata nisipoachiliwa kabisa, kitu ambao nanifurahisha na ananichenga kidogo sana ni kukaa ndani ya Mungu, nifunikwe tu na damu ya Yesu. Nĩaraheana mũkana andũ gwĩthema gũtabania ngero cingĩmerekeria njera. Mtu ambao naweza kumbuka hivyo ya kwamba nitaua mtu kwa sababu ya kulala na mke wangu, yeye aelewe kuna plan B. Kuna plan B. Ukiona hapa analeta hatari, kuna plan B. Plan B na kuepukana na huyo, hata kama ni kuenda kando na hiyo mke, ili uachie huyo mke. Kama nataka hiyo mke waachie yeye, akae naye. Kama anapenda hiyo mke, chukua. Wanawake ni wengi. Okay. Ukichukua ingine, chukua ingine na ukae kando na amani yako, kuliko kukuja jela na usamie jela. Pengine unakuja hujaoa. Hata nilipatika nilikuwa nimeoa watoto. Na yule ambao hajaokoka, hajaoa sasa, amefungwa life, hajaoa, ataenda oa lini? Atasaa lini mpaka asomeshe watoto? Na saa hiyo ameseeka. Utaenda nyumbani, utaenda lindwa na nani? Panaona hiyo ni siri. Kwa hivyo mtu kama huyu ambao ana hiyo mawazo, awaachane na hiyo mawazo mbaya na atafute option nyingine, plan B. Plan B ni kutoka hapo. Biblia inasema nini? Biblia inasema mwenye hekima anaona, anapima kitu mbaya huko mbele na kuepukana. Sasa mtu kama huyu akiona kitu kama hiyo, aepukane naye na anaanza maisha mengine huko kando. Njĩtagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya Arũme ya Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru.